Wapendwa wangu wa kipindi chetu cha afya ya uzazi, ni mimi tena Jeni. Karibuni tena tujifunze kuhusu afya ya uzazi. Kama we ni mama una miaka 18 na kuendelea, usiache kabisa kusubscribe, usiache kulike. Naomba mlike jamani, unapofungua kipindi hiki, basi hakikisha umebonyeza kwenye alama ya kulike, na ukicomment pia utakuwa umefanya vizuri. Sasa leo tunakwenda kuangalia tena kuhusu swala la mama kuchelewa kupata ujauzito pasipokuwa na sababu yoyote ya kiafya au ya kitabibu. Mara nyingine mama anaweza kuchelewa kupata ujauzito ni kwa sababu tu hajui mzunguko wake. Tunajua wakina mama wengi mzunguko wetu ni siku 28. Ambapo siku ya 14 inakuwa ni siku ya ovulation, siku za uzazi. Lakini kuna mizunguko tofauti tofauti. Kuna wakina mama wengine wana mzunguko wa siku 26, wengine wana mzunguko wa siku 30, wengine siku 21. Sasa ikitokea mama ana mzunguko mfupi kama wa siku 21 na hajui siku yake ya ovulation, mama huyu atachelewa sana au anaweza asipate kabisa ujauzito ili hali hana tatizo lolote la kiafya wala la kimaumbile. Sababu itakayopelekea mama huyu asiweze kupata ujauzito ni kwa sababu siku zake za hedhi zinaungana na siku zake za yai kupevuka. Kila mwanamke hapa duniani, awe mzungu, awe Mwafrika, awe Mhindi, Mwarabu, awe na mzunguko mrefu, awe na mzunguko wa kawaida wa siku 28, atapata hedhi siku ya 14 baada ya yai kupevuka. Kwa hiyo yai lako likishapevuka, hesabu siku 14 utapata hedhi ya pili. Kwa maana hiyo, mama mwenye mzunguko wa siku 21 akitoa 14 inabaki 7. Kwa hiyo mama huyu atapata hedhi yai lake litapevuka siku ya 7. Yaani amepata hedhi leo, siku hii ya leo unayoangalia kipindi hiki, hesabu siku 7. Siku ya 7 yai yake linapevuka. Sasa mama huyu zile siku 7, siku 4 au 5 atakuwa kwenye hedhi. Siku ya 6 na 7, siku ya 7 yai lake linapevuka. Na uzazi hapo ni siku ya 7 yenyewe, siku ya 6 kuna uzazi, siku ya 5 kuna uzazi na siku ya 4 kuna uzazi. Hizo siku anakuwa yuko kwenye hedhi. Kwa maana hiyo, asipojua mzunguko wake vizuri, kuna hatari ya mwanamke huyu kuchelewa sana kupata ujauzito. Na kimsingi wanawake hawa hawako wengi. Yaani katika 100 unaweza kukutana na 2, hawazidi 5. Wanawake wengi tuko kwenye mzunguko wa siku 28. Kwa hiyo mwanamke ukiwa na changamoto ya kupata ujauzito na ukienda hospitalini wanakuambia hauna tatizo lolote, jaribu sana kufuatilia mzunguko wako na ikiwezekana uombe ushauri kwa madaktari wa wanawake, watakuelekeza ni namna gani ya kufanya. Ikitokea mama una mzunguko mfupi na siku zako za ovulation zinakuwa pamoja na siku zako za hedhi. Asanteni kwa kunisikiliza. Usiache kabisa kusubscribe, usiache kulike, kushare na kucomment.